great things you have done. You have taught our hearts to follow thy word. We pray that you may talk to us as we congregate here. Talk to every man, every woman, the young and the old, that by the end of the day we shall see that we have seen thy word. In the name of Jesus we pray, believing and trusting. Amen. Praise God. Salimiana hewani. I'm grateful this day. I'm born again. Christ is my personal Savior. I know on myself I can go a distance. With friends I can go far, but with God I can go the whole journey. I've been well since the last time we were together, and I thank the leader of the service today. The last time we only had at least 7 minutes to preach, so today we have 30 minutes, and that is good. Bibi na watoto wako salama, na najua wako kwa sababu bibi na mbona watoto na waona huko, sijui wana mipango gani, lakini it is my hope nitawakuta jioni nikifika. This week when I was watching the one of the television, nikakutana na mhubiri mmoja amemwaga chumvi pale mbele ya madhabahu, kwamba watu wakiruka chumvi shida zinaisha. Na nikaona hiyo kanisa nitahamia, kwa sababu hata mimi sitaki maisha ina shida. Na hiyo niliona ni rahisi, ukiruka chumvi shida inafanya nini? Inaisha. And I know watu wengi ambao wamekuja hii kanisa hawana mashida. Lakini ole wangu leo nilikuwa naongelesha wale wana mashida. Kwa hivyo kama huna shida maishani mwako, hii sermon sio yako. Lakini kama una shida, ninakufuata from Monday to Saturday, na unakuja kuomba grace, hii mahubiri ni yako. Tumesomewa vizuri na ningeomba mtu wa studio atuwekee the first 2 Corinthians chapter number 4 through from verse 8 to verse 11. And once Jesus prayed that hawapi tuondolewe hii dunia, lakini anaomba we stay here but we overcome. The Bible says that we are more than conquerors. We are more than conquerors. Why? The battle is not fought for us. Yeah, we might go through problems, but there is somebody fighting the battle on our behalf. What does the Bible says? That we are hard pressed. Tunasukumwa sana. Pengine kuna mtu hapa hii wiki ameshikwa na kajoo, akashindwa kwani Mungu ako wapi? Ulikuwa unataka nani ashikwe na kajoo hiyo wiki? Na kuna mtu alikuwa amepangwa kushikwa na kajoo na ilikuwa ni wewe. Biblia inatuambia we are hard pressed. We are not softly pressed, but we are. Msichana wako teenager anakukondolea macho siku hizi, unasikia utaua mtu. Hizo shida zilikuwa zimewekewa wewe. And the Bible continues to say, let's continue, we are hard pressed. And the Bible is careful. Turudi nyuma kidogo. On every side. Sio upande mmoja. I'm a father of 6. 4 of them are teenagers. Include their mother there. What did you say? So we hard pressed from all sides. Wewe kama unataka maisha ambayo hayana shida, dunia sio kali. Uhuru Kenyatta is hard pressed from all sides. Delhi ya China, wakora in the name of governors wanaiba pesa from all corners, na pia ana shida zake. But the Bible continues to say we are never crushed. Kusukumwa tutasukumwa, but you shall not be crushed. Kiingereza sikufanya kingi. Jina lingine pale la kushtua linasemaje? Perplexed. Perplexed. Kwa kitu tomaka hiyo sinio kushtuka. Jambo latokea unafanya nini? Unashtuka. You are perplexed. But we are never in despair. I like that good Bible tukiumagaza. Hatujafika mwisho. Our church today should prepare people on the challenges we are living in. And my sermon today is based on the 5 major challenges in life. I promise you, hata ukiruka chumvi, those challenges are waiting for you. Somebody wrote and said, never look for trouble. Trouble knows where to find you. Usitafute shida, shida inajua pahali itakukuta. Uko kwa biashara, uko shule, uko kwa familia, na tunaharusi tumeitiwa.
nimesikia harusi kumetangazwa. Saturday mbili zinakuja ama Saturday ikujayo. Hao wanaofanya harusi wameahidiwa mambo mazuri. Kwamba it will be bliss and good forever. Mimi bibi yangu tulikosana the first Sunday after wedding. Tunaenda kanisa ni saa 4 hajaoga. Sasa nashindwa kwani nilioa nani? Leta Thailand alipokuwa hakuwekwa sana. Tumeishi hivyo for 19 years. What am I saying? We are hard pressed. We are moved on every side, but we are never crushed. Perplexed, but not in despair. Can you continue to the other verse? Persecuted, but never abandoned. You can put us back there. We are persecuted, but never. Is abandoned? Although persecuted, he is never. Na kama watu wa hii dunia they are never abandoned. Je, our God in heaven, struck down but not destroyed. You may fall 7 times, but it is the waking up that is important. Can you continue? The other verse. We always carry around us in our body the death of Jesus Christ, because it has been known we are mortal bodies. We are just here temporarily. And a singer sang and said, today you see me, tomorrow you don't. So there are so many things that are around us in this mortal body. But know that even if we are crushed, even if we are perplexed, we are never abandoned. We have a God in heaven. Now, as you go home, carry with you the 5 major life challenges. These ones, upende, usipende, zitakuwa miongoni mwetu mpaka tutoke hii dunia. Hata ukiruka chumvi, ukipakwa mafuta, hizi shida zimewekewa kila mtu. And what should your prayer be? Kwamba Mungu nitetee shida zangu nimalizane nazo. Sasa ningaye nimefanyaje? Kwa sababu za kungojea. Kwa pamoja. The first one, like it or not, you'll be discouraged. Utakufa moyo. You are not God, mambo hayataenda vile umepanga. You'll be discouraged. Utakufa. Kwetu ni Kiambu, tulichagua governor, I think we are discouraged. But that was meant for us. Sisi tulienda tukapiga foleni na tukafanya nini? Haya, msichana wako alileta report form imejaa Damiano na Emily. Damiano ni D, Emily ni E. Umetoa time na umefanya mambo hiyo yote. We shall be discouraged. But when we are discouraged, we need to know something. Point number 1 about discouragement. When you are discouraged, see the right people. Wakati roho yako iko chini, know who you are going to tell about your discouragement. Maybe your grandmother is in hospital at the Kenyatta National Hospital, ward number 9. Unajua ward number 9. Umeita rafiki ya kupeleke mkaone your grandmother. So as you are navigating down the stairs, kwa sababu lift imekwama, anakuambia vile ameona nyanyako hata kula Christmas. Kwa nini mkienda naye? Kuna look for somebody who give you the right perspective. So when you are discouraged, know whom you are dealing with. Have the right people around you. Umefilisika, biashara karibu kuponwa na kajo, kutana na mtu mwingine ambaye amefilisika, mtapatana na shida. Look for the right person. Atakwambia hata wewe na watoto wako nyote mtachukuliwa. Na kwanza unaona sasa, you are hearing of people committing suicide. Why? Whatever they go through, they don't tell the right people. So I assure you that you'll be discouraged. But anytime you are discouraged, look around, tafuta mtu ambaye who is positive. Mwambie hii ndio mambo ambayo napitia. When you are discouraged, point number 2, say the right words. Because as a man thinketh, so he is. Ukisema umeisha, kweli umeisha. Ukisema mambo haitaenda vizuri, haitaenda vizuri. Mtoto wako akija, almost the last, say the right words. We have all maybe come across this book, Gifted Hearts by Ben Carson. If you have hata kama hujaisoma, umenunulia mtoto wako. The best thing about this mother, hakuwa ameenda shule. Watoto wako walikuwa wanakuja the last. Lakini kwa sababu hata hakuwa anaweza kutranslate hiyo report form,
Ben alikuwa anakuja almost the second from last. Every time the mother was telling Ben, umejaribu angalau utajaribu zaidi. Ben anashindwa, kwani mamangu anakaa aje? I was the last na mama anasema nimefanya nini? Nimejaribu. Can you find yourself saying the right words? Even if we are discouraged, kindly, apia Mungu akuweke watchman kwa mdomo wako. But anytime you are discouraged, you may not say whatever you want to say. The words that you say are very important. Ukifilisika, say ni kwa muda tu. It is just by a season that I'm going through this. And I've been a marriage counselor for a number of years. And these people who are getting married today, they are getting married with a mindset that they are going into a world that has no problems. Kwa hivyo akipata shida kidogo, neno la kwanza ni gani? Atarudi kwao. Hata hapo amefukuzwa kwao. Witutukoia daye. So unaona, by the end of the day, the words that you say will push you further into problems. And the best words when you are in problems is to keep quiet. Silence is golden. Vioja mahakamani kuna jinsi tatu za kujitetea. Unaweza leta mashahidi, unaweza jitetea, ama unyamaze kimya ungojee uamuzi wa koti. Ningeprefer unyamaze kimya. When you are discouraged, just keep quiet. Or say the right words. The third thing about discouragement is have the right perspective. Ile miwani umevaa, the world view is very important. Mambo unayaona aje? Pengine shida zimekukuta tu leo, kesho hazitakuwepo. Psalms 30 verse 5 says that trouble may tarry through the night, but joy comes in the morning. Praise God. Trouble may tarry through the night, but joy comes in the morning. Pengine huna pesa ya kukula lunch, uko down. That is not a source of discouragement. You can remember, si uko down na huna pesa ya kukula lunch. Kumbuka kuna harusi inakuja Saturday. Hata unaweza piga mara 3 na 4. Unaenda na unarudi na hutaulizwa na mtu. So, have the right perspective. Hiyo shida ni ya muda tu. Na kama ungejua tu ni ya muda, haingekusumbua. So, are we now going home knowing that we shall always be discouraged? Lakini mambo matatu. Get the right people, get the right words, get the right perspective. Number 2, the second major challenge in life, there will always be problems. The first one was discouragement, but real problems will come. Real problems ni hii mambo sasa tunasikianga every day in the news. Huyu amefanya hiki, huyu amefanya hata. One thing I like about real problems, hujawahi sikia msomaji wa news taarifa unatangaziwa ati kuna kuku alivunjika mguu. Taarifa tunaletewa za watu. Mama ameua bwana amekaaga watoto wote na akajinyonga. Ni shida za watu tunafanya nini? Tunaletewa. Vijana wawili they were beating themselves photos. Inaitwa tulisikia kwa news those two gentlemen from the university, one lady and one, they were beating themselves photos. What happens? Real problems come and they drown. And our generation, who are to us, we, the X generation, since we know how to solve problems because we were raised through problems. But the Z generation, when they get problems, akili yao inakwama. They don't know how to navigate through problems. So I want to assure you, in life there will always be problems. But if you want to navigate through problems, point to number 1, define what is a problem. Many things we may call problems are not problems. And can I give you a definition of a problem? A problem is something that you can change. If you cannot change it, that is not a problem. E.g., bibi yako anasnow usiku. That is not a problem. Hata watu wao walimfukuza ili akuja aendelee kusnow kwa. So you cannot change that. So whatever you cannot change, that is not a problem. Your grandmother alioreka kwa maskini. That is not a problem. Hakuoreka kwa kina Uhuru, alioreka huko. That one you cannot
change. But you can change what you can do with your life. Are we there? So many things we call them problems, yet we don't know that the definition of a problem is only that which you cannot change. Niliwaambia bibi yangu alipokuwa hakuwekwa saa. So that is not a problem. Mungu alimuumba na akaona it is good. Akae hivyo bila nini? Lunch tunakula saa 9, sasa tunakula saa 5 na tuko tumeendelea. So that should not be a problem. So if you cannot change anything, that is not a problem, and it should not give you sleepless. The way you look, you are black beauty, you are brown, that's not a problem. Si ni Mungu aliona ukaa hivyo, akakuongeza makaa, wengine wakanyimwa makaa, na tunaendelea zote. So, thank God and give God that. Then, so have we defined a problem? It is only that which we can change. If you cannot change it, we leave it. Number 2, if you want really to be able to handle problems, because tumekubaliana zitakuja, always anticipate. Tarajia shida zikifanya nini? Zikija. Ukiwa town, jiulize, ni shida ngapi zinaweza nikuta? Naweza pigwa geta, tuko town. So, naweza porwa, naweza pigwa naweza shikwa sijafunga mshipi. So always anticipate problems, because when they come, hata utakuwa umeambia roho yako, nikuendake kama automatic. Hii mambo nilikuwa na tarajia. And you know when you things that you had anticipated come, wale wameajiriwa, siku moja iko karibu kona. Ukilipwa mshahara, uwe unaambia roho yako na siku moja nitafilisika. Kwa hivyo hata ukikula makuku Nairobi, uwe unaambia roho yako, pesa ni hizi tu, na siku moja nitafanya nini? Nitatafuta bao ya kwenda town nifanya nini? Na sio ati ni shetani, hapana. Anticipate problems. Then, hapo ni mambo matatu. Ya kwanza, define what is a problem and moving past. Anticipate problems, and then embrace problems as an opportunity for growth. Embrace problem as an opportunity for growth. It is only through problems that we grow. Can I repeat this? It is only through problems that we grow. In 1944, if I'm correct in my history, 1944, I want to give you a history of things that you know. Jomo Kenyatta was in UK akisoma. Jomo alikuwa wapi? UK akisoma. The same year 1944, my grandfather alikuwa Kemede akitafuta my grandmother. Jomo Kenyatta akaja akafukua Manyani 9 years. What about my grandfather? Kuzurura tu Kemede na hataki shida. So when problems overwhelmed Kenyatta, as we start today, who is better? Na my grandfather hakukubali kufukwa hata ni saa moja kwa sababu ya Kenya yetu. Nelson Mandela akafukwa miaka ngapi? 27 years. Ukidhania hawa wamefunguliwa ndio wangekuwa ma president. Who will be president 2022? The list is endless. Raila Amolo Odinga, Ruto, Kalonzo. Tunataja watu wanapitia shida kila. Kwa nini usitaje yule hapo? Kwa sababu yeye hataki shida, anatulia. So kama hutaki shida, then there are opportunities you never get. Tukikuchagua chairman wa hii kanisa, tumekuchagulia opportunities for problems. Tukikuona na kiatu kipya, lazima tuseme ni pesa yetu imefanya nini. Lakini kama wewe sio chairman, wewe unatulia huko, shida huwezi pata. So it is only through problems that we grow. Are we there? So when you see problems, know that this is an opportunity for growth. And when you see problems, know that this is now when your character is being tested. Na tukakubaliana, shamba yetu ni kadogo sana huko Kimende. Shamba yetu. Na je ya Kenyatta? Si anaenda na farasi? Kwa sababu gani? Yeye alikubali kupitia nini? My grandfather akakataa shida zote. So, can you embrace problems? Vijana ambao wako shule, life cannot have a meaning if we don't go through problems. So much said on that, time is not on our side. Sasa tumeona shida gapi? Tumeona how many challenges?
two. Number one, discouragement. Number two, problems. As we move down, know that the third challenge in life, and this is very important, is change. Mambo lazima itabadilika. And this is a good message for all those people who live in town, who live in Nairobi to be precise. But it's social Nairobi. This is Nairobi. Somebody defined Nairobi as only all those towns whose names start with English. Haringham, Kisumu, Kalemi. Lakini Githurai sio Nairobi, Social sio Nairobi. Sasa mtu wako Mukulu anaanza sema hapo Nairobi. But those are just suburbs outside. But those people who stay in Nairobi and forget that one day the life of Nairobi will come to an end. And they will change and go back to Gishaki. What am I saying? Life as a challenge that one day things will change. Leo uko kazi, kesho. Leo bibi yako, kesho. Leo watoto, even the young men who are living under the comfort zone of their mothers, should they know that they only have very few years to live under the shade of their mother and their fathers. Kikuyu, chapter number 7, verse 8, inasemanga hivi. Mundu wale mlegawani na wabila tena ndio tamelete akue. What does that one mean? That things must keep on changing. Wewe ni kijana na unakaa kwa mamako. Ukiona birthday imeguza 24, jipe shughuli, songa, tafuta makazi yako. Because life has to change. Na ukiona kijana yako anakaribia dhata na amekatalia kwako, jifanye umelukwa na kichwa, jembe kwa meza, paka, kuambie mtakufa, mfukuze. Because things must change. Mama ukioneka, hautakuwa vile ulikuwa kabla hujaoneka. Sasa umeoneka, umeingia kwa sheria. Lazima wewe unaulizwa unakuja saa ngapi? Si lazima upike kwa hiyo koma. Ndio kwa hiyo Kenya mmoja. Mchini dogo, mshinde. Sasa wewe unaenda kutuokotea chapati ya barabara sisi tukule. Hapana, church. Kwa unatupikia kila siku. Amina. Mzee umeajiriwa. Bibi akupenda sana kwa sababu unakuja na pesa. Fikiria ile siku utaenda ritaya. Natumia maana kaji kwa ora. Ile siku utakuwa na pesa. Jiulize mambo itakuwa aje. Na hapa naongelesha wanaume. Things will change. Amina. So as they change, can you change with? Dad wacha nikuongeleshe. Ukipewa pesa pension, hiyo sio ya kujenga wala ya lipa dawali. Hata kusomesha watoto. Hiyo imepimwa na mahesabu inaitwa annuity. Hiyo ni ya kukula kadri kwata mpaka ile siku utakufa. Hiyo ni yako peke yako. Sio kuletea bibi check pale mwambie sasa unasemaga mimi ni mwanaume na bagapi. Hizo pesa atapakia ziishe na zikiisha yeye ana mpango mwingine, wewe huna. Utakufa, tutakurudisha yeye. So what are we saying? Can we know that there is room for change? Wale wa secondary school ni saa hii tu unalinga na unasema sijui mama ako hivi, baba ako hivi, shule utamaliza. Are we there? And the only thing that does not change is the grave. Time immemorial, watu wamekuwa wakizikwa wakiteremshwa. Umesikia mtu anazikwa akipandishwa? What are they? So the only thing that does not change is the grave. So wewe kubali kwa mambo itafanya nini? Hata kesho bado unaweza kuta barua kwa meza yako. Umepewa inaitwa compulsory ama ni sabbatical leave, whichever. Umepewa leave ili maisha yako ichunguzwe. So things will change. Na mambo haitakaa vile ilivyo. And one thing about change is that appreciate that change is a part of life. Things will keep on changing. Commit to pay the price of change. There is a price that needs to be paid as far as change is concerned. And then, in life, can you decide what you are not going to change? Have some principles. Decide what you are not going to change. My grandfather alikunywa pombe sana. Akiwa kijana alikuwa tajiri, sisi tukizaliwa alikuwa maskini. Mimi nikaambia roho yangu kwamba ile pombe yangu ningekunywa yote ilikunywa na my grandfather. Kwa hivyo I have committed mambo mengine naweza fanya, lakini siwezi kunywa pombe.
Hata kama hatuna mbinguni tunaenda, that is a commitment I have done. Enda Naivasha, utakuta mabibi wa wenyewe wamepelekwa huko happy na wanaume wengine. Na watu wanajifanya wazuri sana. By the way, ukiona watu wametulia kanisa sana, unaweza shindwa hata mnasemanga kuna shida gani. Na mimi nasemanga hivi, kama shetani anaenda off, kuna kazi haina off. Shetani anaenda off sana. Kwa sababu gani? Kanisa imemshikia wakora wote. Sasa wametulizwa na kanisa leo. Sasa naye shetani anaona, wacha niende nini? Niende off. Can you have things that you are not going to change? Have some principles. Na unasema haya mambo iweje? I'll live by them. So much said on that. Kwa hivyo tumeona mambo mangapi that we gonna live with? Discouragement, problems and change. Number 4, mambo yote ni matano. Fear. Kwa hii maisha lazima tupatwe na uoga. Tunajikuta that you fear, you are not sure of what will happen tomorrow. But one thing I know about fear has the power of exaggerating itself. Uoga una uwezo wa kujifanya ni mkubwa. Kwa jambo lote likija in the name of fear, the first thing it does is that it exaggerates itself. And then when it exaggerates itself, you have now no room to think about it. You just fear it and abandon issues. If you want to fight fear, let us discover the foundation of fear. Why are we fearing? Hii shida, hii uoga imetoka wapi? And many times we don't realize our dreams due to this exaggerated animal called fear. Unataka kuweka duka, a fear comes into you, inakwambia area hii hakuna customers. Lakini hakuna watu wamepigia simu wakakwambia hawatanunua. It is just fear that has exaggerated itself. Young mothers and fathers, unataka kuongeza mtoto, fear inakwambia economy imepanda sana. Na unaona mtoto anazaliwa kama amekuja mkono hivi, kumaanisha amekuja na vitu vyake vyote kumsaidia kwa chochote. I'm a father of 6, na nunuanga mkate wa kilo 1 every day. Watoto wako wanaamka the same time kwa sababu kulala kidogo utasikia dalili ya karatasi ni mkate. My neighbor mtoto ni mmoja. Kabla akule lazima apigiwe gita, mide aibe nyimbo zote ili mtoto afanye nini? Akule. So what are we saying? Usiogope mambo. Kama mimi nimeweza watoto 6 na nina mipango, I have plans ya kuongeza watoto wengine. Na watoto wangu nimewapatia majina ya Kiswahili. Niliona sio lazima mtoto awe na jina la Kiingereza. Wanaitwa Fanaka, Mema, Juhudi, Somo. Sasa niko katika harakati ya kutafuta jina. Kwanza natafutaka jina ili sasa Mungu atupatie mtoto. Na siogopi as far as children are concerned. Sasa wewe una pesa, zimejaa kwa ATM na unasema unapata mtoto mmoja. You are fearing the unknown. Hiyo achana nayo, ina mwenyewe. Kama Roho amekwambia uanze biashara, usiogope. Wewe anza biashara. God knows how things will move. And what have we said about fear? It only exaggerates itself. It makes itself look big. And then something else about fear is that it helps us. Fear is good because it helps us to step into the unknown. There's a world we don't know. 20 years from today, we may never know how things will be. But I can assure you, 20 years from today, itakuwa mwaka gani? Simple mathematics. Tuko 2018, ongeza miaka 20. 20 years from today, 2038, you and me, we shall be more worried by what we never did more than what we did. So if you have something that you want to do today, fear not, because God is with you. Where you find it? Kwa sababu hiyo miaka ikija, utasema I wish I knew. So can you move on? And the other day tukakubaliana hapa na nikaona watu wakikataa. 20 years from today, utashtuliwa na ile mambo hukufanya. 50 years from today, are we together parents? 50 years from, can I tell you something good? All of us, including me, we shall all be dead. Sasa akadia my sister akikataa. Huyu muongeze 50. Nani atakuwa anamtoa nje na kumrudisha? Tumeona
20 years utashtuliwa na ile mambo hukufanya. 50 years upende na upende. Hakuna mambo ya kutokupenda. We shall all be. My brother muongeze 50. Saa hii ameanza kutusukua. Muongeze ingine 50. Hata kuwa. But 100 years from today, hello, it will not matter what car you drove, the house you lived in, or the bank account what it left, but it will matter most if you made an impact in your child's life. Unaweza kuwa hutakuwepo wewe, lakini watoto wako watakuwepo. Jomo Kenyatta leo akiselect watu wanafufuka usiku. Aipige panya ruta ajikute State House. Akifungua mlango atasmile akiona kijana yake ndiye president. Ajiulize tangu nikufe kwani wamama hawajazaa viongozi. Sasa wacha mambo ikae hivyo arudi kwa kaburi. Jaramogi Oginga afufuke. Akiwa jiani afukulie Ramogi, unajua Wajaluo wanapenda redio. Asikie Raila na Uhuru walisalimiana. Atasema mambo ikae vile tulikuwa tunasukuana na babake ndio wanasukuana na kijana yake. Sebuse alichafa huku yule grandfather akifufuka. Akute shamba yote kwanza mliuza hata gate hajui atapita wapi. Atashtuka tena akufe mara ya pili. Sasa mfanye mazishi ya mara ngapi? Stop fear ni kuacha kuogopa. Kesho sio yako. Amina. Sasa waogopa nini na brother na umeona 50 years utakuwa? Kama unajua hiyo tumefanya mahesabu 50 years utakuwa. Kwa hivyo kama hutakuwa, si wewe usukumane na mambo, wenye watakuwa watajua vile watafanya. So fear not, the Lord is with you. Finally, if you want to get out of fear, feel the right emotions. Emotions are very important as far as fear is concerned. Bwanako amekuja, amechelewa. All this wanafikiria kwa aje, alikuwa kwa boma nyingine. Hakuna mtu amekwambia hivyo. It is you who is feeding fear by feeding the wrong emotions. Si Bwana amekuja. Don't feed the wrong emotions. Wewe mkaribishe, mwambie karibu. Na kwanza hii maswali mnatuulizanga inapoa sana. Tumechelewa wapi? Ulikuwa wapi? Boma sio shule na nikosa haina kekeni. Whatever time nimekuja, mimi nimekuja. Wewe shukuru. Na maisha ifanye nini? I'd love God that even I had the opportunity even to go. So let us feed the right emotions. Are we there? The last one, for those who have come, we are going through the right major challenges. Tumeona ngapi sasa? Number 1, discouragement. Number 2, need problems. Number 3, change. Number 4, fear. Number 5, the last one. As we navigate through life, things will fail. Mambo itaenda mrama, itaenda segemnege. Kuna kiswahili kama hiyo. Utawekea kuku mayai, kabla ya kuwa hizo mayai inakuliwa na mshoroge inaitwa things will fail. Utaweka saluni, watu wawili wanyolewe, mmoja atengenezwe nywele na akope na hujalipa rent. Na hiyo ni mwezi mzima. Things will fail. But when things are about to fail, what do you need to do? Even when things fail, keep a sense of humor. Wewe furahia kila mambo. Hata mambo ikiharibika, keep a sense of humor. Don't show from the outside kwamba mambo imefanya nini? Imeharibika. Wewe furahia. And as we have read, give thanks to God for everything. And then, when things fail, let this be a learning lesson. Mambo ikiharibika, let this be a learning lesson. Umenunua lori na imenoka. Umesoma kwamba watu ambao wana malori wanapitia shida nyingi. So whatever things that fail in your life, let this be a learning lesson. And as we assure ourselves of failure, we need also to know another thing, that when things fail, they give us a new experience. And for those people and to whom things have not failed, they have no experience. Whoever made the fluorescent tube, this one that we are enjoying, somebody said that he tried over 1,000 times on making the fluorescent tube. So he knows how it cannot work 999 times. And those people who have ever succeeded, they'll give you a long story of failure.
If you want to know the synonym of failure, go and read the story of Abraham Lincoln, the President of America, who once went through a series of failure until he became one of the greatest presidents of America. And even when he became the President of America, came up with a constitution that they enjoy today, he still did not stop failing. He was assassinated while he was in office. I cannot assure you that failure will not follow you. But even as it follows you, let it be a lesson that every day, mambo ikiharibika, nimesoma mambo. And life is like a book. You keep moving from one page to the other. I want to give you an assurance here as I end. Everybody gets discouraged. Everybody goes through problems. Everybody feels the experience of falling out, despairing, and losing heart. But it is through the word of God, it is through the assurance from God, that we may be hard-pressed from all corners. We may be perplexed, but we shall never be discouraged. Hatutaachiliwa. We have a God in heaven. Salimia your neighbor, mwambie things will be better. So, and they shall not be better tomorrow. I'm not actually they will be better tomorrow. But with the time, things will be. Huyo mchungaji alikuwa anaambia watu waruke chumvi, ati in 7 days mambo itakuwa imebadilika yote. Mimi sijui ni lini, but things will be better. But for change to start, it must start with you. Vile unaona mambo. I'm doing my masters at St. Paul's. We are doing peace building. There's a unit tunasoma. This is my closing remarks. Na mwalimu wetu anatufunza unit imenifurahisha sana. World view. World view ni mtazamo wa mambo, if my Kiswahili is correct. Ni vile unaona mambo. Na akatuambia ile miwani umevaa, hivyo ndivyo mambo ilivyo. Na ukitoa hiyo miwani uvae ingine, tena utatazama mambo na mtazamo mwingine. I want to give an example of, as I said, of 5 ladies in my life. 5 ladies in my life. I have, na wote nimewapanga na hii wapi? Hapa. Tuone ile miwani wamevaa. I have my last born daughter, class 5, ako 10 years. Mmemuona hapo? Anaitwa Mema. I have my first born daughter, ako form 3. Yeye ni teenager 17. Anaitwa Fanaka. Hao ni wawili. I have my wife, Nancy, tumekaa naye 19 years. God knows why. I have my, hao ni wangapi tumetaja? Class 4, Form 3. I have my mother, hajaenda kokote, ako around 60. Na my grandmother ako pale mwisho, amekataa kwenda. So hawa ni wangapi wote? They are 5. Hebu tuone wamevaa miwani gani. Are we there? My daughter 10 years. Alikuwa asikia asubuhi nimeamka, aliamka kama risasi. Akaniambia nimletee Krankos mnazijua. Na yogurt. Ile miwani amevaa, nia yake ni kusherehekea na kukula na juice hapo nyingine. My daughter 17, tukienda kanisa lazima tuchelewe tukimngojea akijipodoa. Anadhania dunia yote imesimama, wanaume wote wanampenda. Kwa hivyo lazima ajipodoe na ajiangalie. Hiyo ndiyo miwani amevaa. Bibi yangu naye amevaa miwani nyingine. Kila saa nikifika nyumbani anaangalia simu yangu, watu niliopigia na walionipigia. Ako kwa harakati ya kujua ninawapigia na wanao nipigia. Na siku nyingine nikawaambia nilienda masomo na nyuki, kufika the first thing I do ni kuoga, nikaacha simu pale. No sooner had I entered the bathroom, na message ikaingia. Nani alisoma? Nancy. Na message ilikuwa inasema hivi: thank you for your good work done. Wow. Sio message inaweza kubariki familia. Na hujui kwa nini hajaokoka hiyo mambo ya simu. Na nilikuwa semina nzuri, watu wakafurahia, sasa wananirudishia nini? Tumeona watu wangapi? My last born daughter, my teenage daughter, my wife, my mother. Ako na vita na huyu madam alikuja kwa maisha
yangu, kwa sababu anasema huyu madam amenilalia sana. So ni vita ya mother-in-law na daughter-in-law ambao haitaisha mpaka hii dunia iishe. And they have the same denominator, wote ni wageni, isipokuwa mamangu alikuja kwanza, huyu pia akatangulia. Wote ni wageni na hawapatii wenyeji amani. Wote walikuja na wakakatalia huko. So the last person ni my grandmother. Amevaa miwani, anauliza Mungu atamkujia lini. Yeye anangojea tarumbeta ipigwe. Mambo ya hii dunia amemalizana nayo. Jiulize umevaa miwani gani? Studio, turudishie hilo neno letu, liwe ombi letu. So what shall we pray as we read from the book of 2 Corinthians chapter number 4 from verse 8 and 9, and that is our prayer. Studio, as we do our prayer, vividly from the bottom of our hearts. How shall our prayer start? This is now from verse 8 back to verse 8. And together in unison, we shall agree that we shall be hard pressed from all sides, not one side. We shall be crushed. We shall be, hiyo si kusoma na shida kuitamka, tutashtuka, but we shall not despair. Bado tuko kwa maombi yetu. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. As the church says, Amen. God bless you all.